do not forget God. Katika kitabu cha Deuteronomy chapter 8, wakati wana wa Israeli wametembea karibu kuingia katika nchi ya ahadi, Musa anawakumbusha jambo. Anawaambia, mtakapoingia sehemu ile ambako Mungu anawapeleka, msije mkapata kumsahau Mungu. Na maombi yangu ni kwamba tutaweza tukamkumbuka Mungu. Biblia inasema kwa vijana, mkumbuke muumba wako wakati ambapo una nguvu. Kwa sababu wakati ambapo una nguvu, Mungu anaweza kukutumia sana. Huwa ninaangalia, sikuokoka nikiwa mchanga sana, but the few years that I got born again, I think I got born again at the age of 19 or 20. Lakini ninajua umuhimu wa kuokoka na kusimama vizuri katika Mungu wakati ambapo bado uko na nguvu. Na ninajua wakati ambapo umefika umri, umeingia katika ndoa, unaweza ukadhani ya kwamba utamsafu ama utamtumikia Mungu kwa raha sana ama kwa nguvu sana na kwa kujitolea sana wakati ambapo umeingia katika ndoa. Lakini ndoa zingine unapata zinakuwa ni kama mtego. Wakati mwingine unaweza ukaolewa ama ukaoa mtu ambaye hawezi akakuunderstand. Ukiongea kuhusu unataka kufast, unataka kuamka mapema usome Biblia, anakuuliza uniachie hii baridi hapa. Sasa unapata uwezi kuamka mapema kuomba, uwezi kuamka uweza kusoma Biblia. Sometimes kukuwa na private time na Mungu, na it becomes a bit challenge. So hapo ndio Solomon ana-encourage vijana. Anawaambia ya kwamba mkumbuke muumba wako wakati ambapo una nguvu. Kwa hivyo ni vizuri wale vijana mko hapa na wazee zote, let us remember the Lord our God. And so forgetfulness is a human problem. We forget where we placed our phones. We sometimes forget our birthdays and our important commitments. But there is a very serious and a dangerous forgetfulness when you begin to forget your Creator. Wakati ambapo unaanza kumsahau Mungu ambaye alikuumba. So the most dangerous kind of forgetfulness is when you forget or you are forgetting God. Forgetting God doesn't mean denying His existence. It means letting life, success, pressure, or distraction push Him to the margins of our hearts. Tunaposema kusahau Mungu, si kusema ya kwamba unakataa Mungu hayuko ama unasema Mungu hayuko. Hapana. Ni wakati ambapo unaruhusu maisha, pressure za maisha, matatizo ya maisha ama kufanikiwa isababishe Mungu awe mbali na wewe. Because let me tell you something. Kuna hali mbili ambazo huwa zinakuambia ya kwamba umeanza kusahau Mungu. Jinsi utafanya wakati uko na shida ama wakati ambapo umefanikiwa. Ukiangalia vizuri, dhambi ya Sodoma na Gomora, Biblia inasema ya kwamba ilikuwa ni kiburi kwa sababu ya kushiba na kutoseleka. Wakati mtu amefanikiwa, chances za kuacha Mungu zinakuwa very high. Hata kule ambapo utaona ya kwamba sodomy, gayism and all those other kind of immoral behaviors zinafanyika, ni mahali watu wameshiba. Wakati watu wamekula vizuri, mtu ameshiba. Ukiona hiyo mstari unaweza tusomea. The sin of Sodom and Gomorrah was pride.
ilikuwa ni kiburi kwa sababu ya kushiba. Kwa hivyo wakati ambapo mtu ameshiba, vile atawaza, yale atafanya, sasa hiyo mara nyingi inaweza ikakuonyesha kwamba aidha amemsahau Mungu ama amemkumbuka Mungu. Maana kwa wale ambao wamefanikiwa katika maisha na wanamkumbuka Mungu wao, hawa watu utapata ya kwamba huyo mtu atajipeana zaidi kwa Mungu. Maana najua ya kwamba hana chochote alicho nacho ambacho amejitengenezea. Biblia inasema ya kwamba una nini wewe usichopokea? Na kama vyote ulivyo navyo umepokea, basi kwa nini unajivuna kana kwamba haukupokea? Kwa hivyo wakati ambapo mtu amefanikiwa na ni mtu ambao anamkumbuka Mungu, atasogelea Mungu karibu. Ataelewa ya kwamba the moment umeanza kufanikiwa, maadui wanaongezeka. Na ndio unaona Mungu anamwambia Abraham, anamwambia kwenye kitabu cha Genesis chapter 12, anamwambia Abraham, toka katika nchi yako, katikati ya watu wako, na uende katika nchi nitakaye kuonyesha, nami nitakubariki na kulikuza jina lako. Tena anaongeza, anasema hivi, anasema ya kwamba nitakubariki na kukufanya kuwa baraka, na zaidi ya yote anamwambia, nami nitalaani atakaye kulaani, na nitabariki atakaye kubariki. Kwa sababu gani? Wakati ambapo unaanza kufanikiwa, maadui wako wanaongezeka. Na kwa hivyo wakati ambapo umesonga mbali na Mungu, maadui zako watazidi kukufanya nini? Kukunyemelea. Na maadui zetu wakati mwingine si wanadamu, ni tabia mbaya, tabia iliyooza. Unakuja unapata ya kwamba mwanaume ambaye alikuwa anaendelea vizuri na alikuwa na tabia nzuri, mwanaume unakuja unapata ya kwamba anaweza kukua ngei. Jamaa alikuwa very faithful to the wife, anaanza kutoka nje ya ndoa yake. Mtu alikuwa hajawahi kunywa pombe, unapata ameanza kukunywa pombe. Mtu ambaye alikuwa anafanya kazi Mungu kwa kujipeana sana, unakuja unapata yule mtu ameacha kujipeana katika Mungu. Na Biblia inasema, Biblia inaongea kuhusu matajiri, inasema, henyi matajiri wa utajiri wa dunia hii, muendelee kutenda mema. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Umeipata? The sin of Sodom. Huh? The sin of Sodom. Okay, tuangalie ya kushiba. Tuone ni gani. Wanda ako wapi? Na hizi vyombo zinaongea kama toi. Hiyo mic inatakiwa, na hiyo video inachukuliwa inaenda on. It's supposed to be going on air. Sasa we cannot just record for the sake of recording. Natafuta hiyo mstari ya, ukimaliza kutusomea hiyo ya kushiba, unatusomea hiyo ya Ezekiel chapter 16 verses 49. Hapo ndio Mungu anaongea kuhusu the sin of Sodom. Shida yake ilikuwa gani? Hebu tusomee hiyo ya kushiba. Mstari wa 12. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba, na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Mstari wa 14. Basi hapo moyo wako usiinuke. Basi hapo moyo wako usiinuke. Ukamsahau Bwana. Ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri. Aliyekutoa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Katika nyumba ya utumwa. Sasa unaona hapo
Mungu anasema ya kwamba utakapokula ushibe na kujenga nyumba nzuri, usije ukafanya nini? Moyo wako ukainuka. Umekuja kuharibu ama ni kutengeneza? Hey, mimi nasikia unaendelea kuninyonga tu. Sasa kaninyonga, nikaimba wimbo ya nyongwa nyongwa. Sasa so naona Biblia inasema ya kwamba utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri. Unaona, that is the will of God, ya kwamba ukule na ushibe. Unaenda wapi? Umekuwa msafiri? Anasema ya kwamba the will of God ni ili tupate kukula na kushiba, na zaidi ya kukula na kushiba tujenge nini? Tujenge manyumba mazuri na kukaa ndani yake. Si kujenga by the time za kujenga wachai wanakuua. Sema washindwe. Sema wachai wa kuniua. Wakati wa kujenga washindwe katika jina la Yesu. Sema nitakula nishibe na nijenge nyumba nzuri na nikae ndani yake, na moyo wangu hautainuka. Bwana asifiwe. So unaona, Mungu anasema ya kwamba utakapokula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, moyo wako usije ukainuka. Bana, wakati watu wameshiba, ya unaangalia, unaona nyumba ile umekaa, umetoka nyumba ya mabati, umejenga nyumba yako vizuri, umeweka jacuzzi, jacuzzi, umeweka swimming pool hapo nje. Si upigange picha ya vitu mzuri. Unajua sometimes ni vizuri upigange. Unajua tunaambiwa ya kwamba kile uwezo kuimagine hauwezi ukapata. Imagination is a very powerful tool. Praise the Lord. Yes. Wakati mwingine njichoche, enda utafute mtu wa kukuchorea, akuchoree nyumba iko na swimming pool, iko na mpahali pa kuchezea mpira. Bwana Evans anasema hapa, umwambie hapa ni pa kuchezea mimi na watoto wangu, hii ni swimming pool. Unamwambia uweke hiyo vitu yote kwa akili, alafu kuna garage ya gari zangu. Kwani ya unjioni hapo? Can't you see yourself? Unajua Biblia inasema as a man thinketh in his heart, so he is. So if you think poverty, wewe unawaza tu ndio maisha yako. Kila mtu anaruhusiwa kuishi katika, kuanzia katika umaskini, lakini haruhusiwi kuishi katika umaskini milele. Bwana asifiwe. Sema nitakula, nitashiba, nitavaa vizuri, nitajenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na moyo wangu hautainuka katika jina la Yesu. So angalia tabia yako wakati ambapo uko na shida na wakati ambapo umeendelea vizuri. Wakati ambapo una shida na wakati ambapo umeendelea vizuri, unakimbilianga nani? Kwa maana Mungu anataka awe tegemeo la maisha yetu throughout our life. Maisha yetu anataka tumtegemee. Hebu tusomee hiyo ya Sodoma na Gomora uone watu wanapokula na kushiba na kujenga nyumba nzuri wanaweza wakaingiwa na roho. Unajua Sodoma na Gomora ndio walileta spirit of gayism, ndio walileta roho ya wanaume kulala na wanaume, wanawake kulala na wanawake. Sodoma na Gomora tutaona kwa nini walianza kulala mwanaume analala na mwanaume mwenzake. Haya, Ezekiel 16. Tatizo na dhambi ya Sodoma ilikuwa ni kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya too much food. Bwana asifiwe sana. Too much what? Yes. Ukikula sana unaona mwanaume alikuwa hana shida na wasichana nje akishiba.
Huwezi kuona mwanaume ako na mpango ya kando hana kitu. Ya nini? Hata wewe utaifikiria una nguvu umetoa wapi? Wewe mwenyewe una nguvu kwa sababu hata kwako wenyewe umeshindwa. Juu hauna kitu. So binasema kwamba the sin of Sodom and Gomorrah ilikuwa ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kushiba sana. Too much food can be a problem. Wangapi unatamani kukuwa na fridge kwa na chakula na nyama na kila kitu? Unatamani? Ukiingia kwa nyumba yako, ingianga unasema wewe fridge wenye uko na nyama utakaaga hapa. Deep freezer utakaaga hapa katika jina la Yesu. Sema amen. Maana Mungu atakubariki. Inua mikono yako sema Bwana nibariki na chakula nyingi na moyo wangu hautainuka katika jina la Yesu. Sasa unaona wakati ambapo umeshiba inaweza kuwa tatizo. Wakati pia unakuwa na changamoto, watu wengi wanakimbianga wanamwacha Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya shida. Na unajua kama bila tunaona uchumi wa leo, unasikia mtu anasema mimi siwezi enda kanisa hata sina sadaka, lakini wiki mzima amepambana kiasi amekula. Sasa hauwezi ukasema ya kwamba tatizo lako ni chakula. Wakati mwingine inakuwa ni kwa sababu moyo wako umeanza kumwacha Mungu. Unajua kuna mtu na Usia alikuwa ni mfalme, na Biblia inasema akawa na kidonda katika mguu. Na wakati alipokuwa na kile kidonda, Biblia inasema ya kwamba na yeye katika siku zake za ugonjwa wake hakumtafuta Mungu. Baadaye alikufa. So wakati ambapo una shida, Mungu anataka pia umkimbilie, maana yeye ndiye anakuponya. Biblia inasema usisahau yeye akusema makosa yako yote na kuponya magonjwa yako yote. So he is a healer. Na wakati ambapo uko na shida, shida yako inaweza kuwa ni umaskini, shida yako inaweza kuwa ni ugonjwa, shida yako inaweza kuwa ni ugomvi katika ndoa yako. Hiyo nyumba yako ipeleke katika madhabahu ya Mungu. Sema amen. Sema amen. So wakati ambapo unasahau Mungu, roho yako ikimsahau Mungu, wakati wa shida unakaa chini, unaenda kukonsulti marafiki, una muda wa marafiki, una muda wa kukaa kwa nyumba yako na kwenda kutafuta kazi na kutafuta suluhisho, lakini hauna nafasi ya kwenda katika madhabahu. Njoo katika madhabahu. Hapa ndiyo mahali ambapo mambo yako yanaweza kubadilikia. Praise the Lord. Praise the Lord. So when we say you denying God, when we say you are forgetting God, we are not saying you deny his existence. It means you are letting life, success, pressure, destruction push you away from God. Utoke na uende mbali. Praise the Lord. That is why in the book of Deuteronomy chapter 8 verses 11, Musa anasema, beware that you do not forget the Lord your God. Do not forget. Beware that you do not forget the Lord your God. Jihadhari usije ukamsahau Bwana. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake. Kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Kwa hivyo wakati ambapo unaanza kusahau Mungu, inamaanisha kwamba utaona vile response yako kwa neno la Mungu. Mungu anasema hiki, unaamua kivingine. Unasema hata Mungu na yeye understand. Unajua kama Mungu amesema usiwe na mpenzi nje ya ndoa yako, Mungu anamaanisha is a plain as that. Mwili inaweza kuwa inadai, na ni kawaida mwili itadai kwa sababu mwili haiokokangi.
roho yako ndio inaokokanga. Na roho yako inapookoka, lazima uilishe neno la Mungu, uipeleke katika maombi, ufikiri neno la Mungu, you meditate upon the word of God, you study the word of God, you go to prayer. That is how you suppress your flesh. Praise the Lord. So wakati ambapo unaanza kusahau Mungu, Mungu anasema don't fornicate. Unaendelea kufornicate. Don't be an adulterer. You continue being an adulterer. Anasema leta fungu la 10, unaamua utaikula yote. Mungu aelewe kuna shida ya uchumi. Mungu anasema leta sadaka zako, unasema uchumi ni mbaya. Mungu anasema tusisahau kukusanyika kama vile ilivyo desturi ya wengine. Unaona ni shida, is a problem kukusanyika. But you have time for everything but not time for church. So ni vizuri tuelewe ya kwamba Musa anasema ujiadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Na unajuaje umemsahau Mungu? Kwa kutosishika amri za Mungu. Praise the Lord. Praise the Lord. So because prosperity can make us self-reliant, comfort can make us casual, success can make us forgetful. Praise the Lord. So wakati ambapo umekuwa successful, then you can become very casual. Vitu vya Mungu unaona, mimi nimeinteract na watu wakubwa wakati mwingine. Yaani unaona mtu anasikia ni kama anafukuzwa kanisani. Lakini kwa coffee, akienda kukaa kwa mahali pa kukunywa coffee, anaweza kaa masaa 3. Anakunywa, anasema niongeze. Amboeki, lakini kwa kanisa anamboeka. Anaweza watch mpira for 3 hours. Game inaisha, inaanza ingine, naoni shida. Moyo wako umeanza kwenda mbali na Mungu. So when success comes, you can become forgetful. When comfort comes, so comfort can make you casual in the things of God. Unapata huyu mtu ukimuita maombi anasikia unamsumbua, lakini mkianza kuongea mijadala ile nyingine ana shida. Unajua mimi nimefanya evangelism ya mtu kwa mtu mmoja. Unapata mtu anacheka mpaka unaona meno. The moment tu umesema nataka kukuongelesha mambo ya Yesu. Unaona mtu amekuwa serious. Na anakuambia niko busy. Hakuna kitu anafanya. Na ukitoka uenda ukirudi, unajua sasa hata kuwa anakukumbuka. Ukirudi hapo unapata huyo mtu tu asa hiyo amerudia maisha ile ingine. Yaani unapata huyo mtu ana time ya vitu zile zingine. So comfort can make us casual. Yaani mtu anaweza kukaa na simu yake aangalie WhatsApp na Facebook na TikTok mpaka hapa paume kwa hivi, mpaka meno macho inasumbua. Lakini kuangalia Biblia hivi isomeke na aelewe ni shida. Mungu atusaidie. Praise the Lord. There was a story of a father. Na huyu baba alisimama kabisa kidete na familia yake mpaka haone ya kwamba watoto wake wamefanikiwa. Akajinyima kila kitu, akasacrifice kila kitu, kama vile ilivyo desturi ya wazazi. Huyu mzee akajisacrifice, akatukanwa, akafanywa kila kitu, maana hawezi kujinunulia viatu, hawezi kukaa nyumba nzuri, kusudi anataka watoto wake wasome vizuri. Lakini wakati watoto wake walipofanikiwa, watoto wake wakawa kumtembelea ni shida, hata kupiga simu ni problem. I know that is a common problem with our parents. Wakati ambapo wamesacrifice kila kitu. Leo nilikuwa naangalia story ya kaka video fulani kalikuwa kana circulate somewhere in Eldoret. Walikuwa wanasema ni Eldoret. Jamaa ambao walikuwa Mchina anataka kumupiga. Jamaa anamsukumwa, anarudi nyuma
mpaka karibu vyuma vimuangushe. Yani anajizuia tu, hataki kupiga boss ili apoteze kazi. Lakini boss amekuja vibaya, anataka kumgonga. So jamaa anarudi nyuma, anajizuia, jamaa anarusha, anakata, lakini yeye anarudi nyuma. Sasa hapo nikaona watu walikuwa wana comment. Alafu sasa huyu mwanaume afanye hiyo, alipo hiyo pesa, alafu aende afike nyumbani, aambiwe na bibi yake, wewe ni bure kabisa. Wewe sasa wanaume wakiendesha magari. Sasa unajua alafu watoto na wao wako the same. Wao unaona mtoto mzazi kama huyo ametoa pesa hapo, alafu anakulipia school fee, unaona ni kama kawaida. It's your right. I'm telling you, it's not your right. It's not your right. It's a sacrifice. So vivyo hivyo naye Mungu amesacrifice, akamtoa mpaka Kristo Yesu akufa msalabani kwa sababu ya wokovu wangu na wokovu wako. Praise the Lord. Praise the Lord. So mara nyingi tunatake for granted our salvation. We take for granted the goodness of God. So ni vizuri, let us not forget the Lord our God. That is my message this morning. Praise the Lord. God has blessed us so much. Wala tumetembea hospitali, unaona mtu hii oxygen unavuta saa hii, na unasema sasa huyu Mungu hata naenda kanisa nini, amenisahau. Unasema sasa sina chakula, kazi imekosekana, mzee amepotea, au bibi ananisumbua. Unajua hizo vitu tunasema, unasahau ya kwamba kuna mtu ako hospitali ameumizwa mashini. Hata ashasahau kama alikuwa na bibi, ashasahau kama alikuwa na nyumba, ashasahau kama alikuwa na ploti, na huko hospitali. Bwana asifiwe. Kama wewe unatembea na wewe si mgonjwa, and you find it so difficult kuingia katika ibada kwa sababu biashara haijafanya vizuri wiki mzima, na wewe je, sembuse ingalikuwa ni wewe uko hospitali na umeumiza hiyo mashine, oxygen hii unavuta bure, saa hiyo umehesabiwa kwa bili. Sema, Bwana niondolee roho ya kuondoa moyo wangu wako. Praise the Lord. Praise the Lord. So we love the blessings of God, but forget the blesser. Tunafurahia baraka za Mungu, lakini tunasahau yeye ambaye ametubariki. Ametubariki na afya, ametubariki na hewa, ametubariki na chakula. Hata kama umekula vibaya, lakini hata nyinyi vile na waangalia hapa, hata amukai kama mnakosanga chakula. Lakini unajua kuna mtu anasema, pastor, unajua mimi ningetaka kukula mara 3 kwa siku, na kila saa asubuhi niamke nikule mayai. Sasa mimi nimekula tu vibaya, ni ngwashi. Nimekula ngwashi na chai ya trungi. Sasa pastor, unaniambia nini? Pastor, huyu Mungu wako wapi nikisiteseka? Unajua wakati mwingine Mungu amekuandalia vitu vikubwa sana. Bwana asifiwe sana. Mungu amekuandalia vitu vikubwa, na kuna platform zingine Mungu hatawahi kuruhusu kanyange mpaka akuunde na uundike, yani upate ya kwamba unaweza ukakuwa nini, baraka kwa watu wengine. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna vitu zingine utafanya na zinakaa kama ni za bure. Utafanya watu watakuchekelea, utafanya mpaka hata watu wanakuangalia, wanakuona kama kichwa yako si mzuri. But a time will come, siku moja itafika, na utakumbuka yale ambayo ulipitia, lakini utakuwa Mungu amekuinua sana. Praise the Lord. Praise the Lord. Kwa hivyo wakati ambapo Mungu amekufanikisha, anakubariki, so we love his blessings but forget the blesser. We enjoy his gifts but forget the giver of our gifts. We remember his promises
but forget his presence. God's message through Moses ilikuwa, do not forget the Lord your God. Praise the Lord. Usimsahau Bwana Mungu wako. But at the end of the day, you need him. Unamuhitaji. Na hauhitaji Mungu hapa tu, unahitaji Mungu duniani na hata wakati wa uhai ule mwingine, upande ule mwingine. Praise the Lord. Praise the Lord. Ni maombi yangu ya kwamba Mungu atatusaidia. Praise the Lord. So why we forget God? Nilikuwa nimenguzia hapo mwanzo, nikasema tunasahau Mungu kwa nini? Number one, because of comfort. Because of comfort. Tumeona kitabu cha Ezekiel 16 verses 49. Dhambi ya Sodoma ilikuwa ni kiburi kwa sababu ya wingi wa chakula na amani. Bwana asifiwe sana. Unajua mimi nimekutana na watu, wakati mtu ako na shida anakulilia, lakini unajua, kama I remember on Friday nilikuwa nimekaa tu kwa nyumba, tumekula na familia. Sasa sisi tunapanga tu vile tutaongea hapo tupumzike. Mshirika akanipigia simu akasema, pastor, ile shida yako nayo, akanieleza ilimbidi nitoke. Saa hiyo nimevaa tu nguo za nyumbani, ikabidi niingie kwa bedroom, nivae tena, nivae smart, nikuje hapa. Nilirudi nyumbani saa 6 usiku baada ya kumuombea, na amelala vizuri. Unaona vile pastor huwa ana sacrifice wakati mwingine. Your pastor ana sacrifice comfort yake, kuacha familia, masaa ya familia, na nimeshinda nje. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. So asubuhi akanipigia simu akiwa na furaha. Angefika alileta na watu 3. Saa hiyo ameuma kitambaa hivi. Anasema anasikia kitu inamwambia uma ulimi ukate. So nikakuja nikamfanyia deliverance, akaenda akalala vizuri. Kulala vizuri, asubuhi akanipigia, pastor, niko sawa, nimelala vizuri pastor. Kaniambia, pastor, Sunday mimi kuanzia service ya kwanza nimemuona. Hayuko hapa. Sasa ni masegenyo. Unajua tunaongea kuhusu Friday usiku, na simu amepiga jana asubuhi. Sasa saa hii una roho ya kusahau. Mpaka leo mwenzako mwambie, hii macho yako inakaa kusahau. Unajua hakuna kitu umelipisha yeye, umetumia gharama yako na hakuna kitu anakupatia. Wakati mwenzako mwambie, hii macho yako inakaa kusahau wewe. Lakini message ya asubuhi, unajua that is comfort. Wakati ambapo sasa mapepo ikusumbui, utaki kujiuma ulimi. Wakati mzee ametulia. Nakumbuka kuna dada mmoja alikuwa anakujanga hapa. Na nakumbuka the first day alikuja hapa. Nikamwambia, akaniambia, pastor, mimi nasikia tu kulia. Akaanza kulia, akalia. Akaniambia, pastor, hiyo umba ya mtu mzee yangu. Nikamwambia atakuwa sawa. Alipokuwa sawa, nilimpigia simu nimfanyie follow up. Hakuchukua mpaka wa leo. Mambo imetulia. Mwambie mwenzako comfort. Mwambie mwenzako vizuri comfort. Mimi nakwambia ile mambo nimeonea kwa hii maisha. Na sasa hiyo unajua sometimes ndio unafikanga mahali unaona mpaka mhubiri anasema mtu akitaka kuniona na mlipisha. At least ni ukienda uende nikiwa na kakitu mfukoni.
Sasa umeweka gari yako mafuta, umekuja kuona mtu umngoe mapepo. Sema Bwana Yesu, naomba unisaidie. So comfort, wakati ambapo tumefanya nini? Tumepata amani. Ulikuja na kilio, bomba ilikuwa inabomoka, sasa imetulia. Ulikuja biashara iko chini, imetulia. Umekuja wakati ambapo kazi imekosekana, mambo imetulia. Sasa nikijana maombi, unaona pasta hatuelewi siku hizi, unajua tunachoka sana kazini. Ukikuja hapa huko unachokanga, mwangalie mwenzako muulize, huko unachokanga wewe? Au kuwa busy? Today now you are very busy. Yeah. Comfort. Sema comfort. So that is why the book of Deuteronomy chapter 8 verses 12 inasema, lest when you have eaten and are full, you forget thy God. Somea tena tu Deuteronomy 8. Deuteronomy 8 verses 12. Bukungu la Torati 8 mstari wa 12. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba. Na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Basi hapo moyo wako usiinuke. Basi hapo moyo wako usiinuke. Ukamsahau Bwana Mungu wako. Ukamsahau Bwana Mungu wako. Aliyekutoa katika nchi ya Misri. Aliyekutoa katika nchi ya Misri, ama nchi ya utumwa na mateso. Katika nyumba ya utumwa. Katika nyumba ya utumwa. So comfort can drive us, can push us when everything is doing well, when everything is working. Wakati kila kitu iko sawa. Ukikuja hapa mambo ilikuwa ngumu, hata ungenunua gazeti. Siku hizi uko na pesa ya kununua gazeti. So comfort naps spiritual hunger. Wakati ambapo umeshiba, umetulia, umestareheka, hapo unaweza ukakosa moto wa kiroho, moto wa kusonga mbele wakati ambapo mambo yamekuwa mazuri. Number 2, why do people forget God? Because of self-reliance. To Deuteronomy chapter 8 verses 14. Self-reliance. We start believing we meant it happen. Wakati ambapo umefanikiwa, unaanza kufikiria na unaanza kuamini ya kwamba ni bidii yako. Kumbuka Biblia inasema ya kwamba chakula ipatikane na mwenye bidii, na wenye mbio sio wenye kushinda. Bwana asifiwe sana. Na wenye akili sio wenye kupata chakula. So lazima uelewe ya kwamba it is God, ni Mungu ambaye utufanikisha. Tuko Deuteronomy 8 verses 14. Basi hapo moyo wako usiinuke. Ukamsahau Bwana Mungu wako. Ukamsahau Bwana Mungu wako. Aliyekutoa katika nchi ya Misri. Tuko 14 Katika nyumba ya utumwa. Katika nyumba ya utumwa. 17. Hapo usiseme moyoni mwako. Hapo usiseme moyoni mwako. Nguvu zangu na uweza wa mkono wangu. Nguvu zangu na mkono. Na uweza wa mkono wangu. Nguvu zangu na uweza wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Okay. Bwana asifiwe sana. I'm talking about self-reliance. Wakati ambapo sasa unaanza kuamini ya kwamba ni kwa nguvu zangu, ni kwa intelligence yangu. What, my friend? Kuna watu wengi ambao walikuwa magenius. Hakuna kitu iliwashinda. But today kuwekelea chakula kwa meza ni problem. Wengine wamekuwa wazimu. Praise the Lord. Praise the Lord. Na unajua ukiangalia katika dunia, most of the genius don't make it. Unajua psychology inasema genius
that aspect ya kukuwa genius is an abnormality. Is an abnormality. See, it's haufai kukuwa like a superhuman. So the moment unakuwa genius, you have an abnormality. So most of the genius people, they do very weird things. Na wengi hawafaniki yangu. Na ndio naona ya kwamba dunia nzima mara nyingi utapata wenye kufaulu sana ni watu wajinga in quotes. Most of them, they did not make it in school. So mtu kama Bill Gates wala siweza. Elon Musk, ukifuatilia their profile utashangaa. Unajua lazima pawe na attachment fulani either na Mungu ama miungu fulani, kwa maana maisha ni ya kiroho. Praise the Lord. Praise the Lord. So life is so spiritual. Na wewe usiwe hapo ni fugu. Umeokoka ni kama hujaokoka, tangaza msimamo. Mwimbaji aliimba akasema, tangaza msimamo ewe ndugu yangu. Wewe si uimbe na wewe kwani ama nyinyi nyote ni majenzi? Na vile amukai majenzi. Ya majenzi wamezaliwa siku za hip hop, hip hop ama ni gani? Hizi nyimbo zingine very funny. Wanakuimbia nyimbo zingine wewe ushiki message lakini wao wanashika message. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So unaona ya kwamba unapata katika hii life vile maisha yalivyo, the moment you don't understand that life is spiritual, maisha yako inaanza kuzama. Praise the Lord. So self reliance, hapo Biblia imesema usiseme ni nguvu, ni nguvu za mikono yako zilizokupatia utajiri. Biblia inasema you shall remember the Lord your God, for it is he that giveth you power to make wealth. Sema amen. Mungu ndiye ako na nguvu ya kukupatia utajiri, lakini vitu za Mungu zitapatikana kwa watu wenye hawana roho ya kumsahau. Praise the Lord. Point number 3, because of sin. Sin darkens the memory of God. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaiah 59, is it 59 verses 1? Inasema maana mkono wangu si mfupi usiweze kuokoa, wala sikio langu zito nisiweze kusikia, lakini dhambi zenu zimezuia mkono wa Mungu. So when you live a sinful life, wakati ambapo utaishi maisha ya dhambi, it can darken the memory of God. He cannot be able to remember you. Is it 59? Isaiah 59 verses 1. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Hapo chini mstari wa 2. Lakini maovu yenu faraganisha. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msimuone, hata hataki kusikia. Unaona sasa anasema kwamba hataki kusikia maombi yako. Huwezi kukua wewe ni mpango ya kando wa mtu ambao ako na familia, wife yake analia huko na wewe unakuja kulia machozi yako hapa kwa kanisa. Itakuwa ngumu. Ni Biblia. Maana hiyo ni dhambi. You are already trespassing the law and the commandment of God. So ni lazima tuelewe ya kwamba, na kuna vitu ambapo lazima uelewe katika hii maisha. Inawezekana itaonekana pastor you are not understanding the life and the times we are living. Lakini wacha niwaambie, God is the same yesterday, today and forever. Sema amen. Yeye ambadiliki. Kwa hivyo wakati ambapo tunakuja katika nyumba ya Mungu, tuwe
tuje na mawazo ya kuelimishwa na Mungu na kukubali kubadilika. Sema amen. Sema amen. So sin darkens the mind or the memory of God. Na hapo ndio nasema hata sitaki kusikia maombi yenu. So ni vizuri ukiamua kusimama na Mungu, simama na Mungu kwa njia inayostahili. Praise the Lord. So ni nini huwa inafanyika tunapomsahau Mungu? Number one, we lose direction. Isaiah chapter 48 verse 17 inasema, I am the Lord your God that teaches you to profit, who leadeth you in the way you should go. Kiswahili. Isaiah 48 verses 17. Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida. Nikufundishaye ili upate faida. Nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Nikufundishaye, nikuongozaye katika njia ikupasayo kuifuata. So elewa ya kwamba inawezekana ikaonekana kama you are old fashioned Christian wakati ambapo unamfuata Mungu. But let me tell you something, Mungu atakuheshimisha. Nasema Mungu atakuheshimisha. Wewe shika kile amesema. Kila mmoja wetu hapa, majaribu yako na sisi kila siku. Majaribu yatakuja. Majaribu hayana budi kuja, yatakuja. Utaona wewe ni msichana unakatiwa na mzee. Saa hiyo amepaka mvi zake rangi. Na unaona huyu ni kama baba yako, lakini anakonyemelea. Na anakuambia, msichana, ukikumbali nitakulipia nyumba yako. Ukikumbali nitakupatia job. Lakini at the end of the day, this is a temporary comfort. Ni baada ya muda kidogo tu, na anaweza pia akaenda akakuletea ugonjwa. Na kila mmoja wetu unaona anatembea ana madhabahu. Kama si madhabahu ya Mungu, asipokuunganisha na Mungu, atakuunganisha na kuzimu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba mwanaume anayemnyemelea mke wa mtu atapunguzwa kuwa mkate. He will be like a toast of bread. Sasa let me tell you, watu wote, angalia mara nyingi watu wote ambapo utapata mtu either amechukua mke wa mtu ama amechukua bwana wa mtu, you will be reduced to a beggar. Utakuwa mtu wa kubegi. And I tell you, your life hautawahi toka. Number one, kupata mboma yako yenye itakupatia amani itakuwa ngumu. Number two, utakuwa mtu wa kubegi watu. Utaombaomba chakula. But the moment umekata kauli, unaweza ukatezeka kwa muda mfupi. Maana tumekuwa hapo. We understand what we are talking about. Unaweza ukapitia mambo magumu kwa muda, lakini baadaye there shall be a light at the end of the tunnel. Nasema kutakuwa na mwangaza. Sema amen. So we lose what? We lose direction. Number two, when we forget God, we lose his protection. Wakati ambapo unamsahau Mungu, unapotezanga ulinzi wa mbingu. Unaona Israeli, ukisoma sana sana katika kitabu cha Judges, wakati wote walipomsahau Mungu, they became vulnerable. Walipigwa na maadui zao. Lakini walipomrudia Mungu, Biblia inasema kwamba walipomrudia Mungu na kumulilia Mungu, aliwainulia mkombozi wao. Every time you forget God, utapigwa. Every time you come back to God, you will be protected. So say amen. Amen.
Hebu tuangalilie hiyo Judges somewhere. Kuna mahali nasema wakamulilia Mungu kwa sababu ya mkono mzito wa maadui zao, lakini walipomulilia Mungu, Mungu akawainulia mkombozi. So kina Samson, kina Deborah, kina Gideon, au wote waliinuka baada ya wana wa Israeli kumgeukia Mungu. Na sisi ndio wana wa Israeli wa leo. Praise the Lord. We need to go back to God. So Israel lost battles whenever they forgot God. Wakati wote ambapo utasahau Mungu, utapoteza vita. Biblia inasema in the book of is it Proverbs 34 verses I think 14, inasema righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to all people. Wakati wote ambapo umesimama katika utakatifu, ni lift, you'll be lifted. Unaweza ukakaa kama unazama, maana watu wengi ni maadui wa utakatifu. Yes, mambo iko mingi katika hii dunia, watu wamekataa Mungu. So the moment you begin to stand with God, kuna watu watakukataa. Yes, mtu mko kazini na yeye anaona umekataa kuiba, yeye anasema wewe sasa naona hatuwezi endelea na wewe, hata ukicheza anaanza kukuchongea njia ya kufutwa. May the Lord help us. Praise the Lord. Praise the Lord. So number 3, what happens when we forget God? We lose gratitude. Wakati ambapo tunamsahau Mungu, tunakuwa hatuna moyo wa shukurani. Romans chapter 1 verses 12. Romans chapter 1 verses 21 inasema, for although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks. Na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. So wakati ambapo unamsahau Mungu, unakuwa hauna moyo wa shukurani. That is why unaona ya kwamba Mungu anakupatia kazi, lakini inakuwa ngumu katika hiyo kazi aliyokupatia kumtolea fungu la 10, kumtolea sadaka, kufanya kazi ya Mungu. I'm telling you, mimi najiwanga kuna kuanga na ndipo the moment umesema kuna hitaji kwa kanisa, na unasema napeana hii bahasha mulete Sunday, na kuambia wale watu wanapoteanga hiyo Sunday Sunday hiyo unaonanga fulani hayuko na alienda na kabahasha na huyo pia muulize mwenzako unaonaje? Kuna mwimbaji mmoja aliimba akauliza unaonaje, yani unaonaje. Yani unajua kuna watu wengine unapataka ya kwamba the moment tu amesikia tu kwa nyumba ya Mungu kuna hitaji, anasema mapasta wametuzoea. Na unajua ni kanisa lako, you must love, lazima upende kanisa lako. Na wakati mchungaji wako ameamua hata kukoni, atakuambia ukweli, ni vizuri kusimama na kazi ya Mungu. Watu wengi mbegu zao wanaopanda ni kukoniwa, umekoniwa. Mchungaji anakuambia nasikia roho wa Mungu ananiambia. Sisemi zote, but I'm telling you some of these things is not out of revelation, si Mungu. Unapata huyo mchungaji ameona nikikuambia tu unahitaji ya rent, utakimbia. Sasa akasema na saa hiyo unaona hizo unazitoa, saa hiyo unazipana na hazimei katika madhabahu. Na si kwamba unajua, wacha niwaambie, as much as mchungaji yako na amefanya dhambi mbele za Mungu kwa sababu amedanganya in the name of God, lakini kwa sababu wewe unahitaji mchungaji mkora, uhitaji mchungaji straight, uhitaji mtu ameitwa na Mungu. Kama wewe ukipewa bahasha utatoroka bwana asifiwe sana. Uhitaji mchungaji anakuambia ukweli. So in other words, hauko tayari kuambiwa ukweli na tukulea katika Mungu. We need to be serious with our salvation. Praise the Lord. Praise the Lord.
kama katika nyumba zetu hatukimbiangi wakati wake zetu na watoto wetu wanahitaji school fee, wana mahitaji ya nyumba zetu, hata sisi katika nyumba ya Bwana tujitolee kulingana na uwezo wetu. Bila anasema masikini asilete iliye nyingi, wala tajiri asitoe iliye kidogo. Hiyo ni balance ya Mungu. Sema amen. Wewe tunasema tuko na hitaji hapa, sema nina comfortably I can afford 500. Usiseme upewe bahasha ya 2000 na utoroke. Sema nina uwezo wa 200. Ule atakuona akucheke leo, lakini kesho Mungu atakupatia uwezo wa kuleta 10,000. Ala? Bwana asifiwe. Kuliko kuchukua ya 2000 alafu hiyo Sunday ukuji hata kanisa umeama. Kuna wakati tulikuwa na Harambee, jamaa moja aka pledge 500. Na ni ile unapatanga pastor ameweka pressure. Unasema kutoka siku ile alisema nitaleta hiyo 500 mpaka wa leo siwahi muona tena. Sasa aliama kanisa juu ya 500. Wewe niambie, haki ya Mungu. Unajua zaidi kuna vitu zingine unaangalianga unashinda, na huyu mtu atawaipata shilingi zake za kukaa hata kwa mfuko. Kama unatoroka kanisa juu ya 500, maana 500 umeama. Pastor amekongoa mapepo, pastor amekuosha, miangai shilingi 500, shilingi 500 unaama. Mwambie mwenzako, you have a long way to go. Lack of gratitude. Unakosa moyo wa shukurani tu kwa sababu ya kitu hakuna. 500. Na unajua ni Harambee ilikuwa iko na miezi ngapi? 3. Haki mbele ya Mungu. Kama uwezi pata 500 in 3 months, ninakuambia rudi ushago tu. Hata ushago pia utakaa. Ninakuambia utakufa. Utakufa kwa hii dunia. Maana 500 miezi ngapi? Kwa sababu ya Mungu. Unamwambia Mungu, nimechukua hii, Lord give me, provide for me because I want to serve you. Miezi 3. Alafu anatoroka. Bila kuambia Mungu atusaidie. Praise the Lord. Sema Bwana Yesu, nisaidie niwe na moyo wa shukurani. So wakati pia umemsahau Mungu, you lose humility. Unakosa unyenyekevu. Na unajua Biblia inasema kwamba pride comes before fall. Biblia inasema kwamba nyenyekea chini ya mkono wa Mungu wenye nguvu, naye atakuinua wakati wake. Praise the Lord. So when we forget God, we have a problem. Forgetting God makes us think we are our own source. That is why tumeangalia kwenye kitabu cha, tusomee tena kwenye kitabu cha Deuteronomy chapter 8 verse 17. Moyoni mwako. Hapo usiseme moyoni mwako. Nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu. Nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu. Ndio ulionipatia utajiri huu. Ndio ulionipatia utajiri huu. No matter how far you go. Mimi napenda watu wale ambao wanamtumikia Mungu kulingana na uwezo wao part time. Na usingojee utajirike, anza mahali huko. Unajua wakati mwingine nimeona hata tukiwa na vitu vya kanisa, unaona student, unaona mwanafunzi anasema pastor, nitapambana na mama yangu atanipatia shilingi 100. Mwingine anasema nitaleta 200. Na mtu mzima anaamuka akienda kazi ana kitu hata shilingi. So the moment utaanza kuona ya kwamba wewe ndio unatafuta, the moment unaanza kuona ya kwamba ni nguvu zako zimekupatia utajiri, sasa hapo unakosa humility. We must remember the Lord. Praise the Lord. Situsimame kwa miguu yetu. So we have seen the danger of forgetting God is a serious problem, and we need to be able to stand and be able to remember the Lord. Just open your mouth.